Mapigano kati ya Marekani na Iran yameingia katika hatua mpya ya hatari, huku pande zote mbili zikiendelea kushambuliana na kupanua wigo wa operesheni za kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Mashambulizi ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa mzozo huo sasa unagusa miundombinu muhimu, vituo vya kijeshi na maslahi ya washirika wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, usiku uliopita vikosi vya Marekani vilishambulia madaraja kadhaa katika mkoa wa Hormozgan kusini mwa Iran uliopo kwenye njia zinazoelekea Bandar Abbasi. Eneo hilo lina umuhimu mkubwa wa kimkakati kwa kuwa lina kituo cha wanamaji cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu na liko karibu na mlango wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji mafuta duniani. Mashambulizi hayo yanaripotiwa kuua watu wasiopungua 8 na kujeruhi wengine 20. Katika hatua ya kulipiza kisasi, Iran imedai kushambulia malengo mbalimbali yanayohusishwa na Marekani katika nchi kadhaa za Mashariki ya Kati. Nchini Kuwait, shambulizi lilisababisha moto katika kituo cha kuzalisha umeme na kuchakata maji ya bahari kuwa salama kwa matumizi. Moto huo ulizimwa, lakini serikali iliwataka wananchi kupunguza matumizi ya umeme kutokana na ongezeko kubwa la mahitaji wakati wa joto kali linalofikia nyuzi 46 za Celsius. IRGC pia ilidai kurenga kambi ya Marekani ya Al-Tanf nchini Syria pamoja na rada za kijeshi nchini Oman, ingawa taarifa hizi hazijathibitishwa na mamlaka za Marekani wala Oman. Nchini Jordan, jeshi la nchi hiyo lilisema lilifanikiwa kudungua makombora matatu ya Iran yaliyokuwa yakielekea katika anga yake bila ya kusababisha vifo wala uharibifu. Nchini Qatar, wizara ya ulinzi ilitangaza kuwa mashambulizi kadhaa yalizuiwa huku mtoto mmoja akijeruhiwa na vipande vya kombora lililodunguriwa. Iran pia ilidai kurenga kambi ya anga ya Al Udeid ambayo ni moja ya vituo vikubwa vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo, lakini madai hayo hayajathibitishwa rasmi. Nchini Bahrain, ambako kuna makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani, ving'ora vya tahadhari vililia mara mbili baada ya Iran kudai kushambulia mali za kijeshi za Marekani. Wakati huo huo, nchini Iraq, mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yaliwaua wapiganaji 9 wa kundi la Wakurdi wa Iran wenye makazi nchini humo. Mbali na uwanja wa vita, Uingereza imemtia mashtaka mwanaume mwenye umri wa miaka 39 kwa tuhuma za kusaidia shughuli za kijasusi za Iran, hatua inayoonyesha kuwa mvutano huo unaendelea kuwa na athari hata nje ya Mashariki ya Kati. Kiuchumi, bei za mafuta duniani zinatarajiwa kuendelea kupanda kutokana na hofu ya kuongezeka kwa hatari katika mlango wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya usafirishaji mafuta. Hali hii imefuta matumaini baada ya Marekani na Iran kukubaliana kusitisha mapigano kwa muda wa siku 60 mwezi uliopita, makubaliano ambayo sasa yanaonekana kuvunjika. Kwa ujumla, hali inaendelea kuwa tete, huku mashambulizi ya pande zote yakiongeza hofu ya mzozo huo kugeuka vita vya kikanda vitakavyohusisha mataifa mengi zaidi na kuathiri pamoja na uchumi wa dunia. Mimi ni Friday Mangomare na hii ni CGTV Tanzania.